Mwaliluli, mwali kutoka Buza, umekuja muda mwafaka. Umekuja wakati DJ ndo kwanza kashika kipaza, midundiko, misondo yote inagongwa na kupigwa, taarabu zinasikika, masongi ya mwanangu Doni Breeze anagonga, na wewe umekuja umejichanganya. Sasa na kukinda na kubonda na kugonga na kubaruza na kunyonya hadi mifupa. Kenge wewe. Kuotana na bei haswa. Aibu utaona wewe. Kambali na mpango na Arabuku Bey. Sitakuacha salama. Na kuahidi leo ndio itakuwa siku yako ya mwisho. Kambali. Na Arabuku, wewe ni mtoto mdogo na kwangu bado usumbui. Waka macho. Waka hata huko sehemu za siri. Lakini leo hapa ndiyo sehemu ya hatima yako. Na kukinda na kubaruza na kugonga. Bah! Umesimama. Sio kunyanyuka tu, bali hata kiungo pia kimenyanyuka. Oe mbwa, nani hakanda unatina? Unaditia hambo ambalo nikunda tobo ndamo napo nani haditia kwa nambo la habo. Udidi! Unaona? Aya, na kengele yangu asharudi ndani. Wewe vipi, mbona tunapamiana kama hivi? Kitu alichomfanya Mzidole kawaida. Yaani toka nimewahi kuona watu wakipewa adhabu, hii sio adhabu, hii ni zaidi ya adhabu. Kwani kawaida ndio nani? Na amefanya nini mpaka Mzidole ampe adhabu kama hiyo? Nilikuwa nimesahau. Kumbe naongea na mgeni wa huu mji. Basi acha nikujuze kile usichokijua. Mi mwema, mi binadamu sina kabisa, Mwakibuto. Kabla ya kujibu, naomba nikuulize. Maana nimekuwa nikikuona unafuatilia maisha ya watu na kutoa habari zao. Hivyo wewe unapata faida gani? Jamani, ama kweli ukali wa kunguni wa kitanda usichokilalia huwezi kujua ukali wake. Hivi kwenye hii dunia kuna raha kama kufanya free delivery? Wewe hujui raha free delivery. Mwakibutu. Sasa sikiliza. Taarifa zako ninazo kutoka kwa Sengo. Kama ukiendelea na hii tabia yako kutoa habari za watu, basi jua kabisa maisha yako ni mafupi. Kicheko na lana. Mimi maisha yangu yawe mafupi? Mwali Kigego, pole sana Mwali Kigego. Hapa unaponiona huku kufanya free delivery, nishapata kilema wa aina hizo 2. Nilikuwa baba bubu, alafu kilema wengine huku chini huku kulikuwa pabovu, hapafanyi kazi, vitu vyote hata haja siende. Hizo zote hazikunifanya mimi niache umbea. Haya Mwali Kigego bibie, niambie ni kitu gani haswa mimi kicheko kitanifanya nikae kimya? Niambie.
utajua mwenyewe. Muone vile, yaani wewe upo kama YouTube, kila mtu anakuochi, Steve Mariga anakuochi muda wote, muone. Na ndio maana nimekugonga makusudi. Mwali Kigego wewe ya buchu buchu, mwakibutu, mi mwema, mi wa binadamu sina kabisa. Ji, kicheko na lano, makengeza. Nashukuru nimekutana na wewe hapa. Bila shaka dada yako Mwasi yupo nyumbani. Vipi? Kuna tatizo? Sio tatizo. Ni zaidi ya tatizo. Asma. Iko hivi. Kama dada yako Mwasi alimuua mdogo wangu Mbwela akiwa anategemea kwamba atamchukua yule bwana wake mfupi Andunje kama mshumaa uliozima baada ya upepo mkali, basi hilo asahau kabisa. Shem, bado sijakuelewa. Kwani shida nini? Wewe Asma, huwezi kunielewa, lakini tuliza akili zako ili unielewe. Hapa nilipo, nina asilimia kubwa, naweza kusema 100% za kutambua kwamba dada yako Mwasi ndio aliyehusika kwa asilimia zote hizo ambazo nimezitaja kwa kumuua mdogo wangu Mbwela. Sasa, kama alitegemea kumuua Mbwela ili aishi pale, sasa leo nataka ahame pale na atajua mwenyewe wapi anakwenda. Nakuelewa sana shemeji. Ila ni vyema kutumia ustaarabu. Kwa sababu kama ukitumia hasira, unaweza kujikuta sehemu mbaya sana. Kama sio kuzikwa mzima mzima na Sengo, basi hata akakupoteza mbele ya uso wa dunia. Asma, usiniogopeshe kwa maneno hayo. Kwa sasa sina uoga wa aina yoyote. Kumuogopa mwenzangu mimi Kitimu, kumuogopa binadamu mwenzangu ambaye situmii mdomo wake kulia chakula, sipumuli pua yake, mimi nilishaacha. Nisikilize. Endelea kusikilizia maamuzi ambayo yanaenda kutokea huko. Basi sawa. Mimi nakutakia kila la kheri. Na mimi ndo narudi nyumbani kama hivi. Kwa sababu hatuna tena maelewano mazuri mimi na Mwasi. So sioni sababu ya kuendelea kukaa pale. Siku njema. Na kwako. Kuna hata mmoja ambaye amekumbuka jina lake au sehemu aliyokuwa anaishi? Ila asitokee mtu hata mmoja akaongea maisha ambayo alikuwa anaishi kipindi akiwa kifungoni. Vipi kama ndugu akitaka kujua hilo? Sio lazima kujibu kila watakachokuuliza. Na kama ukiamua kuongea, basi kitakachokukuta utapambana nacho wewe kama wewe. Mimi sina hata haja ya kukumbuka jina langu. Ninachohitaji ni namna gani tu kufika nyumbani. Nisaidia kwa hilo. Hata mimi nataka kuondoka hata leo. Na tunapoendelea kukaa hapa, vipi kama Sengo au kiongozi wake atakuja? Ingieni ndani. Tuingie tena ndani. Si umesema leo tunaondoka nyumbani? Acha maswali mengi. Ingieni ndani. Umeniuzi.
Vipi? Mbona unaonekana una wasiwasi, yani kama vile mtu ambaye umeona kitu kimetokea? Ndiyo kaka, kuna kitu kimetokea. Yaani ni kitendo cha dakika moja tu. Kitu gani hicho? Yaani iko hivi. Yule ndugu yake Nambwela alikuwa anakuja anatoka hivi kule. Na mimi nimemwona kwa macho yangu. Lakini ghafla kuna kitu kimempitia pale. Na mimi ninavyohisi atakuwa ni Sengo tu. Yaani unamaanisha Kitimbu, sio? Mimi nahisi ndo huyo, japokuwa simjui kwa jina. Sasa hapa ndugu yangu, nimekuleta huku kwenye uwanja wa mapambano. Huku kila mtu anatakiwa aonyeshe ubabe wake. Na endapo utashindwa, utazikwa hapa hapa bila hasara wala maombi. Huku ni vita. Inatakiwa tupigane kimya kimya. Maana unajifanyaga una kamdomo sana. Wewe kijana, kama kweli unajua kupambana, why utumie uchawi? Na kwa nini umeleta huku makaburini? Asharara. Kwanza kabla kujibu swali lako, kuanzia sasa muda huu usiongee na mimi hivyo. Hebu ongea na mimi kama nilivyokuzoea kwa majigambo. Usiongee na mimi kiupole. Nisikilize wewe Mwanga Sengo. Ujue kuongea kwangu kwa upole, usikuchukulie poa. Kwani wewe unatakaje kwa mfano? Hivyo mimi ndo ninavyotaka. Na napenda watu wenye kamdomo kama wewe. Unajua ukiongea na mimi kwa upole na unyenyekevu, inakuwa sio sawa. Unaweza kanifanya nikuonea huruma bure. Wewe kijana mjinga, acha ngonjera zako. Mimi sijaje hapa kwa ajili ya kutia huruma. Elewa hilo. Kabla sijapata nguvu zangu za asili, nataka nikuonyeshe kwamba mimi nina roho mbaya kuliko hata mfano wowote ule. Nina roho mbaya zaidi ya roho mbaya yenyewe. Kenge wa rangi rangi wewe. Mpaka sasa wote wameshapatikana na kila mmoja ameshakumbuka jina mpaka na sehemu aliyokuwa anaishi. Kabla ya kuwaruhusu, kuna kazi kubwa ya kufanya. Hebu chukua kile kibuyu. Kazi inafanyika muda huu? Ndiyo, inatakiwa ifanyike muda huu, kwa sababu mpaka sasa kawaida nimeshamalizana naye. Aliyebaki ni Sengo tu, ambaye kwa sasa yuko makaburini. Anajiandaa kwa ajili ya kufanya kafara yake ya mwisho ili aweze kukamilisha nguvu zake. Basi inabidi tumalizane naye muda huu kabla ya kufika huo usiku. Owe mbwa, nani hakanda unatima? Na ndio maana nikakwambia ukachukua kile kibuyu. Kuna haja ya kufika kwa mwalimu kwanza kabla ya kwenda huko? Vuesi, kozisi verano. Migojo na videre debole, manolo sonu. Ndiyo, kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kupitia kwake kabla sisi kuchukua hatua ya kwenda kule. Maana kama tutaenda kule bila kupitia kwake, basi tutakuwa tumemkosea sana. Oe mbwa, nani hakanda unatina? Unaditi hambo mbona nkondo tobonda mwana kwa nani haditi hapo? Unambo la habu. Udindi? Unaditi ambwa.
Mayoka milima na kagugu, mayoka ya hanga kuhangana, mayoka ya kumpitimbi, mayoka na mangunguti masima huu. Buya bwela mtangatile, mnipela nguvu ni watangatile vijana hawa, ili kila wanachokifanya kikafanikiwe. Huratinda basi nikita haidima ukante bikita na tumini bikita na habidalala hashad bikita na thimala halakala mera. Uzinda ni wako. Swadakta. Nendeni. Hakuna njia yoyote ambayo Sengo anaweza akaitumia akaweza kushinda. Hakikisheni mnampoteza kabisa Sengo na asiweze kurudi tena katika uso wa dunia hii, iwe kwa uswada au kwa njia yoyote ile. Mwasi. Mwasi. Hapana. Usimguse. Kwa nini? Kwa sababu huyo ameshafariki. Hivyo ukimgusa itakuwa ni hatari kubwa sana kwako. Wewe ndio umemuua Mwasi? Hapana. Huyo ni Sengo. Amelipa kisasi cha mkewe baada ya kumpa Mwasi amwekee sumu mmewe. Na alifanya hivyo akihofia kufumaniwa na Sengo. Sasa kama uliweza kulijua hilo, ulishindwa vipi kukizuia hicho kifo? Sio kila kitu kinaweza kuzuilika. Ikiwa huyu mhusika alipewa maelekezo yote lakini alikaidi, na hichi ndicho alichopaswa kukipata. Kikundi cha kina mama mmekuja. Safi sana. Sasa leo ndo mtajua kwa nini naitwa shetani la kuchemsha, simba la masimba, Sengo malaika wa shari. Leo atoki mtu hapa. Nitawaonyesha show ambayo hamjawahi kuiona tangu mzaliwe. Kenge nyewa rangi rangi. Sasa mbona tunaviziana? Tusiviziane, tupeane nafasi, mapambano kupeana nafasi. Shabashi makaratasi makengerenge. Arararara, makosa. Sengo, hatukuja hapa kwamba kuna mashindano. Labda kuna rifari ataamua mchezo. Leo ndo siku ya mwisho ambayo hautakuja kuiona tena anga ya dunia.
Nyie Malkia wa nguvu, nyie nikiwachekea mtanipanda kichwani. Sasa acha niwashenyente, niwape mshenyento ambao hamtakuja kusahau katika maisha yenu. Lija, pushini tenye puta, shonyo tanyie kola. Nilikwambia, huu ndo utakuwa mwisho wako Zingo. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Unaditi hamba mbwa nengu tatubonda mwanapua nani haditi hapa? Unambwe la habu, udindi. Zoom,